Kwa niaba ya katibu mkuu, napenda kusema naelekeza sasa wataalamu wetu kwa ushirikiano na UMALITA ambao ndo wadau wetu kwenye maelekezo hayo, mara moja muanze kuandaa rasimu ya mpango jumuishi wa kisekta kwa ajili ya utekelezaji wa maelekezo ya Mheshimiwa Rais na vipaumbele vingine vinavyohusiana na kundi hili, ili tuwe na ramani ya tutatekelezaje. Hilo la kwanza. La pili, rasimu hiyo ikishakamilika, naelekeza baada ya Mei Mosi, kabla ya tarehe 15 Mei 2026, muandae kikao cha wadau wa kisekta wote, ili kwa pamoja tuje tupitie na kukubaliana juu ya utekelezaji wa maelekezo ya Mheshimiwa Rais kama ilivyoandikwa kwenye mpango mtakaokuwa mmeuandaa, ambao mtawasilisha kwenye kikao hicho cha wadau. La tatu, natambua UMALITA kama taasisi inahitaji kuwa na mpango wake wenyewe, achilia mbali huu wa pamoja kwa ajili ya kutekeleza maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Hivyo basi, kwenu UMALITA, kama mtahitaji ufundi wa aina yoyote kwenye kuwezesha mpango wenu mlionao upitiwe au utengenezwe, karibuni sana, na naomba muwape ushirikiano, kwa maana hawa UMALITA wanapokuwa na mpango mzuri ambao na sisi kama wadau tunaujua, tutawasaidia kufika waendako, na tukiwasaidia kufika waendako, wanaisaidia nchi kufika iendako kwenye dira 2050. UMALITA oye! Oye! La nne, kuombe sasa anzeni maandalizi ya mkataba wa ushirikiano kati ya wizara na UMALITA, ambapo mkataba huo utajumuisha na wizara zingine zote za kisekta. Maana ukimwangalia UMALITA mara unaona hapa nishati safi, ukimwangalia UMALITA unaona hapa biashara, ukimwangalia UMALITA unaona pale afya, ukimwangalia UMALITA unamwona maji, ukimwangalia UMALITA unaona mambo mengi ya sekta zote, mpaka elimu iko humu ndani. Maana kwenye taasisi zetu za elimu kuna watu wanatoa huduma za lishe kule. Ukimwangalia UMALITA peke yake pale unaona wizara na taasisi mbalimbali ziko hapo. Kwa hiyo inabidi hapa tuwe sasa na mkataba wa mashirikiano unaohusisha na sekta zingine mbalimbali, ili tuweze kuwaratibu vizuri wafike ile safari iliyoelekezwa na Mheshimiwa Rais na iliyopo kwenye malengo yao, ili na sisi kama taifa tunufaike. La tano na la mwisho kwa uchache, natambua tuna makundi mbalimbali ya wafanyabiashara ndogo ndogo, kiacha UMALITA hawa ambao ni kundi mojawapo, tunakuja wa bodaboda, tunakuja kuna bajaji, tunakuja kuna wasusi, tunakuja kuna vinyozi, tunakuja pale kuna kina mama wanaouza mboga, tunakuja hapo kuna watu wenye saluni zao, tunakuja hapo kuna machinga wachuzi wa bidhaa mbalimbali. Yote haya ni makundi madogo madogo yanayohitaji kujengwa, yatambuliwe, yarasimishwe, ili baadaye waje kuwa wafanyabiashara wakubwa wanaoisaidia nchi yao. Naelekeza kama ambavyo niliwahi kuelekeza mwaka jana, mkamilishe mwongozo wa uratibu jumuishi wa makundi haya, ili wawe na jukwaa la pamoja la wafanyabiashara wadogo wadogo. Kuna jukwaa kubwa la wafanyabiashara nchini ambapo mwenyekiti ni Mheshimiwa Rais, lakini ili kumsaidia Mheshimiwa Rais aweze kuwaratibu na kuwafahamu vizuri mafanikio, changamoto zao na mikakati yao, sasa chini ya wizara yangu kuwe na jukwaa dogo hili ambalo watakuwa wanabadilishana uzoefu, mawazo, wanajadiliana, wanakuwa kitu kimoja bila kuingilia mitandao yao walionayo wao, ila tunakuwa tunawasikiliza
kwa umoja na kuwajenga kwa umoja. Nimeambiwa mwongozo huu umesha